Watu wanauliza Kanyari anasema amenyang'anya watoto ama amekataza watoto, mbona tunamuona akichukua watoto akiwarudisha? So kwa hiyo phone call tulikuwa nayo na Kanyari, tulimuulizaje, wewe mbona unachezea watu akili? Watoto haujakatazwa Natasha, because tunakuona ukiwachukua ukiwarudisha. What is going on here? Tuache stories za hearsay. We wanted to hear from the horse's mouth. Okay? So, okay, before you go any further, you guys you communicate by phone. How mukona connection gani na Kanyari ndio No, mi niliadiwa kwa call. Oh, niliadiwa okay. Niliadiwa kwa conference call. So si ati mimi niko na direct phone call ya Kanyari. I don't even know his number or anything. Na mimi sikuwa na ati nianze kutafuta Kanyari, but I was added since hiyo story nilikuwa nimeiongelelea. So nikaadiwa, tukamuuliza, and actually me I'm the one who asked him the question. Nikamwambia, we Kanyari, wacha kusema Tash amekukataza watu hii, because we can see so well ukiwachukua ukiwarudisha, tunakuona na Sky pale. So what's going on? So Kanyari ndio akasema his plan, akasema venye watu hii wanamuongelesha to him, anafeel watu hii wamekuwa harsh na wamekuwa wakali. And guys, sijui mbona mnashina mkinikanyaga ati ni mimi naekelea hizi maneno. Si hata Kanyari alisema the same thing kwa church leo, akasema venye ako na plan atawatoa like ulimrecord. No, sikumrecord, lakini kwa hizo recordings ziko hapa. Kwa nini utaziona ukitaka? So the same one Kanyari was having a conference call for what, like bloggers, because you're just a random person that was added to the call. Ama how do you identify yourself, as a blogger or what? Listen, I guess what I'm trying to find out is Kanyari hunted down all the bloggers and added them. No. Hapana, usiekele Kanyari. Kanyari initiative. Yeah, that's why wacha nikwambie. Kuna mwenye ali-initiate your call. And for God's sake, we all make phone calls and hatuwezi control ati nani amepiga, nani anafaa kupigia mwingine. Kuna mwenye alimpigia actually sio blogger. Hata sijui, ngoja nikate hii simu. Mwenye alimpigia sio blogger, hata hayuko ni mtu tu, ni mtu ako interested kwa hii story, but she's not even anywhere on social media. Hakuwa hakuwa anybody ati mwenye anaongelelea hii story. So huyo dem na yeye ako na contact zetu. How she got our numbers, we don't know. Mimi niliona tu call, nimeadua kwa call. So huyo dem akasema, nimewaita juu nyinyi ndio bloggers na nyinyi ndio mnaongea hii story, nimewaita hapa tujue kama Kanyari kuna kitu, what's going on. Juu tunaona watoto wanapatiwanwa. So tukauliza Kanyari hiyo swali. Kanyari na yeye akajibu. Akasema yeye hataki kuchukua watoto na fujo, hataki kuchukua watoto na nini, like he doesn't want the kids to hate him. Na akasema kwa social media watu wamemuingilia sana. So sahi anaogopa, because akimake hizo move watu wake watamchukia, pia social media watu wataendelea kumchukia zaidi. So for him right now hataki cause any chaos. Sasa tukamwambia, kwa hivyo wewe si watoto ati umekatazwa, wamefungiwa, na akasema no, watoi wenyewe wameshamwambia hawataki kutoka huko, hawataki kwenda kwa new house ama kwenda kwa any other house. They want to live in that house. They want to continue with the same arrangement ambayo mama yao akiwa ilikuwa. So Kanyari akaambia watoi, mimi as baba yenu sitaweza kucontinue na hiyo arrangement ya kutuma support mkiishi kama mko na daddy. It's either daddy take full responsibility na mimi nalipa tu shule, but siwezi continue kuwatumia, because Kanyari aliwaambia hivyo because Sky amemcall twice kumwambia about stories of food, na Kanyari ametumanisha.
ametuma na shopping na ametuma na food, cause yeye ameambiwa na mfanyi na ameambiwa na mtoi hakuna food. Yeye as the dad anaanza kuwa concerned. Tena alisikia mfanyi alimwambia there is a day Sky na Dani walilala kwa hiyo room, but Kanyari hakusema ati walimolestiwa ama walifanywa nini, alisema walilala kwa hiyo room. Mimi mwenye wanasema ati niliandika online ati mtoto alilala na Tash, mnionyeshe mahali nilisema hivyo. I never said that and I swear with my kids. Mimi sikuwahi sema ati watoto wa ati no, umesema mtu ni 13 years na kitu inaweza tendeka tu, like literally you saying that is insinuating a lot of things to come out of that particular unajua she doesn't see. Let me tell you, Arwa, this woman doesn't understand the implications of what she's doing. First of all, you are added on a call and then nobody assigned you the duty to come and talk about minors in public. Nobody gave you that authority. You are the adult. You are taking stuff about kids, quote unquote, which are supposed to be truth. History imekuwa ikiendelea. And then story, it's not about being personal. It's about you being reckless. It's not about being personal. This is kids. We are talking about a 13-year-old and another kid that is below 10. You don't come on TikTok and start talking about a 13-year-old or a kid that is a minor in that manner, talking about bedrooms. Why? What for? Those are suggestive things. You cannot say things like that. Besides, these are kids that are still mourning the death of their mother. You've got to have some sense of responsibility. When you do that, and this is an emotive issue, these kids are mourning, and this is a family that is in the middle of a tussle, what you're doing is that you're putting a spanner into the fire, into the works, so that these conversations become more emotive without the care about a child. Sky is on TikTok. Sky is on social media. When you do these things, they get to see these things. What are you trying to do? You are trying to put these kids in harm's way. That is what we are trying to tell you that you are doing, because you have the sole responsibility to behave and act like an adult, because that is what you do. When you get content about kids that is harmful to kids, you become responsible and you know what to say and not what to say on spaces like this. Kwa social media watu wanaongea hizi story, so si ati even if I keep quiet niseme kitu I don't want to keep quiet, sitaki kuongea, I mean najua whatever, I don't want to talk. I'm not even sisaidi kwa anything. What whether uko saidi ya Tash, uko saidi ya Kanyari, anybody that talks about this topic inahusu hao watoto. Even if hata sahi tuko kwa hii live, bado inahusu hao watoto in whatever way, because Kanyari ako kwa live yao, Tash ako kwa live yao. So sisi wote, no matter how we phrase it, we still touching, bado tunaingia kwa topic ni ya watoto. The bottom line ni watoto. So we cannot say it ni Betty. Mimi personally, I say that because on my channel, fans wangu wanaulizanga, Kanyari mbona amenyamaza? Kanyari anasema nini? Wewe Betty. Kila mtu anassume. Me, I delivered the message kutoka kwa the horse's mouth. Si stories za hearsay ati tulisikia nianza kupigia hapa, napigia huyu. For heaven's sake, not unless mtu fine, mimi najua watu mtu akunitukana anitukane, but that is how it is. Kwangu napeana kulingana na venye nimesikia kwa mwenye maneno. Sisi wote hata tukekaa hapa kwa hii live for 3 hours, tuongee na hakuna mtu ameongea na Kanyari ama hakuna mtu ameongea na Tash, tutakuwa tunaongea nini? Haitakuwa inasaidia. So for me, I said ndio watu wajue huyu Kanyari amenyamaza, what's going on, what's cooking, what's the plan. And that's it. Na siku kuja kusema ati Kanyari ana plan kwenda kuattack Tash. Ni siku kuja kusema ati Tash ni mbaya, anafanya hivi. There is no way I said Tash ni mbaya. But the problem is, kama mtu hayuko, you know, sisi wote tuna dealing na emotions. Kama unasikia mtu ha support Kanyari, una react. Kama unasikia mtu ha support Tash, una react. And that's how we are. So I don't see why you guys should take it personal ati mnibebe ni kama mimi ndio nimeharibu kila kitu, mimi ndio nimetukanana. Sikiza hiyo video na usikize tena. Ni nini nimeongea mbaya? Ni nani nimetusi?
Si nilisema according to what Kanyari says. Let's not pretend that you don't understand what we are saying. It's because the way you said that information, especially in a suggestive way, like, oh my gosh, by the way, unajua wanalala kwa room na nini bed. Play hapo like oh my gosh, by the way. But obviously, play hapo oh my gosh. Think like that. You know, and so no, play hapo oh my gosh. Uniambia kama you're not putting words in my mouth. No, play hapo oh my gosh. World Kenya. Wewe, you know, even inside yako ya story. So the way you are saying it, you are trying to make me look ni kama ati I said, oh my gosh, I did not say that. I know everything I say in my videos. I said according to Kanyari alipata, the kids wali spend the night in the room. But sikuza, oh my gosh, watoi tumeona watu wengi wakishinda wakisema watoto usijui nani. Okay, just a minute. Let me play it, okay? So that I'm not misquoting. Mute, please. Mute, Betty. Tuliweza kumuuliza maswali. Jana tulikuwa kwa simu na